Bodi ya magavana wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti silaha za nyuklia IAEA yenye mataifa 35 imepitisha azimio linaloitaka Iran kutoa taarifa bila kuchelewa kuhusu hali ya akiba yake ya urani iliyorutubishwa na vituo vya nyuklia vilivyoshambuliwa. Kwa mujibu wa wanadiplomasia waliokuwepo kwenye kikao kilichofanyika kwa faragha, azimio hilo limelenga kurefusha na kurekebisha mamlaka ya IAEA ya kufuatilia na kutoa ripoti kuhusu programu ya nyuklia ya Iran, huku likisisitiza kwamba Tehran inapaswa kuwapa wakaguzi wa shirika hilo majibu na upatikanaji wanaohitaji, ikiwa ni miezi 5 tangu mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israeli na Marekani. Iran, ambayo imekuwa ikisisitiza kuwa malengo yake nyuklia ni ya matumizi ya amani pekee, ilionya kabla ya kupitishwa kwa azimio hilo kwamba hatua hiyo ingeathiri vibaya ushirikiano wake na shirika hilo. Katika taarifa iliyotolewa kwa bodi, Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zilisema Iran lazima itatue masuala ya uthibitishaji bila kuchelewa kwa kutoa majibu na kuruhusu ufuatiliaji wa IAEA ili kujenga upya imani na taasisi hiyo. Azimio hilo limepitishwa kwa kura 19 za ndio, 3 za kupinga na 12 kutokupiga kura. Mataifa yaliyopinga ni pamoja na Urusi, China na Niger. Nakala ya azimio inaeleza kuwa Iran inapaswa kuipa IAEA taarifa sahihi kuhusu hesabu ya nyenzo za nyuklia na vituo vyote vinavyolindwa chini humo na kuruhusu upatikanaji unaohitajika kwa ajili ya uthibitishaji. Hadi sasa Iran haijawaruhusu wakaguzi kuingia katika maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa mwezi Juni, na taasisi hiyo inasema kuwa taarifa kamili kuhusu hesabu ya urani iliyorutubishwa, ikiwemo ile ya kiwango cha juu karibu na kiwango cha silaha, imecheleweshwa kupita kiasi na inahitaji kushughulikiwa haraka. Shirika hilo haliwezi kuthibitisha hali ya urani hiyo wala kufanya ukaguzi hadi Iran itakapowasilisha taarifa kamili kuhusu kilichotokea kwenye vituo hivyo. Miongoni mwa vilivyoshambuliwa ni mitambo yote mitatu ya urutubishaji iliyokuwa ikifanya kazi wakati huo. IAEA inakadiria kuwa kabla ya shambulio la Juni 13, Iran ilikuwa zaidi ya kilo 440 za urani iliyorutubishwa hadi 60%, kiwango ambacho kinakaribia daraja la silaha na kinaweza kurutubishwa haraka zaidi. Kiwango hicho kikiongezwa, urutubishaji kinaweza kutengeneza mabomu hadi 10 ya nyuklia kwa mujibu wa viwango vya IAEA. Iran imesisitiza kuwa ina haki ya kurutubisha urani kwa kiwango chochote kwa ajili ya matumizi ya amani. Nchi za Magharibi zinasema kuwa sababu ya kiraia inayoweza kueleza hitaji la kurutubisha urani hadi kiwango cha juu kiasi hicho, na IAEA imeeleza kuwa tatizo hilo linatia wasiwasi mkubwa. Katika taarifa ya pamoja ya washirika wake Urusi, China na Cuba na Belarusi, Iran ilikosoa hatua ya kuwasilisha azimio hilo, ikisema inaweza kupunguza au kubadilisha juhudi za mazungumzo na ushirikiano kati yake na taasisi hiyo. IAEA na Iran mwezi Septemba zilitangaza makubaliano mjini Cairo yaliyotarajiwa kufungua njia ya ukaguzi kamili, lakini Tehran ilitangaza mwezi uliopita kuwa makubaliano hayo hayatumiki tena. Baada ya kupiga kura, balozi wa Iran katika IAEA Reza Najafi aliwaambia waandishi wa habari kuwa azimio hilo litakuwa na madhara na kwamba watayatangaza baadaye. Hatua ya kwanza ya Iran iliyotangazwa mara moja ni kuiarifu rasmi IAEA kusitishwa kwa makubaliano ya Cairo.